Father, in the name of Jesus Christ, I worship you, I give you glory. Asante kwa ajili ya wema wako. Tazama Bwana, nataka kunena neno lako. Nitumie mimi ni chombo Kristo. Ninachokinena kisiwe changu, bali chako wewe. Baba, kwa kusifu, kwa kuinua, wewe ni mkuu zaidi. Utukufu ukurudie, heshima ikurudie. Nipatie uwezo, hekima, maarifa, na Roho wako Mtakatifu akanitawale. Ninaponena Bwana, ulimi wangu kautakaze. Na ni kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakika ni siku njema ambao Bwana ameifanya. Nami ninashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambao ni tarehe 12 mwezi wa 5. Baba amekuwa mwaminifu sana. Ninataka tu nikamshukuru Mungu na kumpa sifa, maana yeye ndiye mwenye vyote. Yeye ndiye Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na akafanya vyote vilivyomo kwa uwezo wake na mamlaka yake. Na ndiposa nimesema siku ya leo nikamtukuze na nikamsifu, maana maandiko inasema ya kwamba anapenda kuinuliwa, anapenda kupewa sifa, maana ni Mungu aliye juu zaidi. Kwa hivyo mara nyingi wanadamu tumekuwa watu wa kupotoka mara nyingi tu, kwa maana tunapenda kuomba tu Mungu, mbali hatutaki kumpa sifa. So nataka tu share na nyinyi neno katika maandiko, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, mlango wa 29. Nitasoma katika mistari michache, mstari ule wa 10. Maandiko inasema hivi: ndipo Daudi akamtukuza Mwenyezi Mungu mbele ya mkutano wote, akasema, utukuzwe milele na milele, Mwenyezi Mungu, Mungu wa baba wetu Israeli. Ukuu ni wako, Mwenyezi Mungu. Hapa Daudi anajaribu kutukuza Mungu, kumsifu Mungu, maana aliona kitu cha maana tu ni kumuinua Bwana. Kitu cha maana ni kumshukuru Mungu, maana katika ulimwengu huu unapoishi mambo ni mengi tu, vitu ni nyingi tu. Kwa hivyo unapojifundisha kumshukuru Mungu, unapojifundisha kumuinua Mungu, hakika utaishi maisha ambayo hayana stress, utaishi maisha ambayo hayana pressure. Maana huyu Mungu unapomuinua anafurahi, anateremsha baraka za uhai ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11 inasema hivi: ukuu ni wako, Mwenyezi Mungu, una nguvu, utukufu, ushindi na enzi. Vyote vilivyoko mbinguni na duniani ni vyako, Mwenyezi Mungu. Ufalme ni wako, nawe umetukuzwa, umkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima utoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anajaribu kumtukuza Mungu, akimwambia vile vitu vyote ni vyake. Anajaribu kumwambia kwamba hata kama ni kibaya ama ni chema, hizi vitu zote ni zake. Na lile linanifurahisha ni ya kwamba anasema ya kwamba katika mstari wa 12 ya kwamba utajiri na heshima ni zake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tumetaka utajiri ambao si wa Mungu. Mara nyingi tunapigania kupata utajiri ambao hauna heshima. Bwana apewe sifa. Maana watu wengi wamekimbia katika kuanguka mitegoni mashetani wakitafuta utajiri. Unapata utajiri ambao wanapata ni utajiri wa kumaliza familia zao. Bwana apewe sifa. Maana maandiko inatuambia vizuri katika mstari wa 12 ya kwamba utajiri na heshima ni wa Bwana. Haleluya.
Kwa hivyo wewe ukiwa Mkristo, nataka kukuambia kwamba unapoendelea kumuinua Bwana, unapoendelea kumuinua Mungu, ngojea utajiri wake, maana utajiri wa Mungu uko na heshima. Praise Jesus. Watu wengi wametafuta utajiri katika devil worshiper, wametafuta katika Illuminati, lakini mwishowe familia zimeisha. Unapata mtu ametoa mke wake, unapata mtu ametoa watoto. Utajiri aliyoupata ambao sio wa halali umegeuka kuwa ni uchungu. Haleluya! Kwa hivyo nataka kuambia kitu katika maishani mwako, ujue ya kwamba vitu vyote ni vya Mungu. Ujue ya kwamba hayo maisha unayoishi ni ya Jehova. Ujue hiyo kutembea unayotembea ni kwa Jehova. Hakika chochote ulicho nacho ni cha Mungu. Kwa hivyo usijigambe, kwa hivyo usijiinue, usijipige kifua ukasema ya kwamba utajiri huu ni wako. Usijaribu kusema ya kwamba kile ulicho nacho ni chako wewe. Ni cha Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Maana utajiri ambao ni wa Mungu, hata kama utakuja pole pole, utakuwa na heshima. Hata kama utachukua muda, utakuja tu, lakini utakuwa ni wa heshima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa Daudi anajaribu kusema, tunapotaka maisha mazuri kama Wakristo, tuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Tujue ya kwamba vitu vyote ni vyake. Tujue ya kwamba mali yote ni yake. Tujue ya kwamba kila kitu ambacho uko nacho, ewe mpendwa, ni cha Jehova. Kwa ajili siku nyingi tunasema ya kwamba ni kwa nguvu zetu tumepata pesa. Hizo pesa ulizo nazo sio zako. Hizo fedha ulizo nazo sio zako mpendwa, ni za Jehova. Haleluya! Kwa hivyo nataka kuongea na mtu siku ya leo ambao ni tarehe 12. Nataka kuongea na mtu, nataka kuongea na mama, nataka kuongea na ndugu, nataka kuongea na mzee, nataka kuongea na walokole ambao wananisikiliza, ya kwamba chochote ulicho nacho amekupatia, maana ni zake. Amekupatia maana vitu vyote ni vyake. Kwa hivyo ukiwa pale, usiwe mgumu wa kusapoti kazi ya Mungu. Usiwe mgumu wa kusapoti watumishi wa Mungu, maana mali yote ni ya Jehova. Akisema ichukua, ataichukua tu. Akisema kunyang'anya, atakunyang'anya tu. Amekupatia ili akupime, amekupatia ili akuangalie kana kweli wewe uko na shukurani. Haleluya! Neno la Bwana linazidi kusema hivi katika mstari wa 13. Sasa Mungu wetu, tunakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Haleluya! Ani kwa vitu vyote umeamua kitu kizuri, na kama haujaokoka, na kama haujamkubali Mungu, na kusi umkubali, na kusi umpokee akatawale maisha yako. Maana anapotawala maisha yako mpendwa, kila wakati utakuwa na amani. Hata mambo yatakapokuja ya aina gani, atakusaidia kuepuka, atakusaidia kushinda. Maana ili neno litakaa ndani mwako, umtukuze huyu Jehova mwenye vitu vyote, aliye na uwezo wa kupeana uhai, aliye na uwezo pia wa kuchukua. Mara nyingi tunaachwa na wapendwa wetu, tunashindwa tutafanya nini. Lakini nataka kukuambia siku ya leo, unapomtazamia Mungu, maana ndio mwenye vyote, atakupatia amani ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Atakupatia amani katika maisha yako. Kwa hivyo langu ni kusema, soma hili neno katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 29, ukianzia pale mstari wa 10 ukiendelea. Itakupatia sababu ya wewe kumshukuru Mungu. Utajua kuishi kwako sio wewe, kuishi kwako unapokuishi sio wewe. Haleluya! Kila kitu ni chake. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nimeshindwa nitaenda wapi, nikawa nimeona ulimwengu wote umeisha, nikajaribu kuona sasa nimebaki kufanya nini, licha ya kwamba nilikuwa nimejua huyu Mungu.
licha ya kwamba nilikuwa tu mtumishi. Lakini mpendwa, sio rahisi kupoteza mtu ambaye ako karibu na wewe. Sio rahisi kupoteza mzazi. Unaweza ambia ya kwamba tulia, lakini kuongea ni kuongea tu, maana labda haujawahi umwa na meno. Lakini nataka nikuambie, wakati nilisoma hili neno likanitia nguvu, maana lilinijaribu kunionyesha uhai ni wa Mungu. Yeye ndiye amepeana na yeye ndiye amechukua, na vitu vyote ni vyake. Nikaanza kumshukuru Mungu, na niposa leo niko na nguvu kusema ninamsifu kila wakati. Bwana asifiwe. Ninamsifu kila wakati. Haleluya. Nikajifundisha kukaa nikimtumainia. Maandiko mengine yakanikumbusha kwamba Hezekia akawa mgonjwa, na alipokuwa mgonjwa, maandiko inasema ya kwamba basi Mungu akamtuma Isaia, ende ukaambia mtumishi wangu atayarishe nyumba yake, maana anaenda kukufa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kifo kiko mpendwa. Wewe kama unaishi, shukuru Mungu, maana kuna siku hata wewe utakufa. Lakini kinachonifurahisha kwa huyu mtumishi, aligeukia ukuta akaambia Mungu, sikiza, nimekufanyia kazi kwa uaminifu, nimetenda mambo haya kwa uaminifu. Sikiza vile Mungu anamsikiza Hezekia. Nami nataka nikuambie kitu, wakati unapopata ripoti mbaya, usikae chini na kutulia. Ambia Mungu kitu na yeye atakutia nguvu, maana maandiko inasema ya kwamba Hezekia aliposema hivyo, Mungu akamrudisha mtumishi wake Isaia, enda umwambie atakufa, nimemwongezea miaka 15. Haleluya. Kuna wakati ambao ni lazima wewe ujielewe, ndio Mungu apate kubadilisha mambo ambayo yametangazwa kwa maisha yako. Mara nyingi tunapopata ripoti, tunakaa kwanza kuambia marafiki, tunakataa kugeukia Mungu na kumwambia. Lakini nataka nikuambie siku ya leo, tunapopata ripoti ambayo ni ya kututisha, tugeukie Mungu. Niposa nimesema, umepewa mali, fanyia Mungu kazi, uwe na kitu ya kugeukia ukuta kama Hezekia. Hezekia kama angekuwa amefanya vitu, angegeukia wapi? Angefanya nini? Lakini kwa maana alifanya vitu za kumpendeza Mungu, aligeukia ukuta na mambo ikabadilika. Lazima ujumbe aubadilike, ya kwamba hautakufa utaishi, hautakufa utaishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni wakati wetu, tukiwa bado tuko hai, tumepatiwa muda wa kumpendeza Mungu, tumepatiwa muda wa kumfurahisha Mungu. Matajiri tamani waliona pesa na kile ambacho wewe uko nacho, fanyia Mungu kazi. Hata wewe na kitu ya kuambia Mungu, sitaki hii kitu, maana nimefanya hivi na hivi kwa uaminifu, naye Mungu asituke, abadilishe kifo ikawe ni uhai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninasema nikimaliza, ni wakati wako kuishi ukimtukuza Mungu, na ukijua vitu vyote ni vyake, na ukijua kila kitu ni chake yeye alichokiumba. Bwana awabariki, Bwana awatetee. Ewe mpendwa, unayopitia magumu, wacha kukimbia huku na huku, mtazame Bwana, mwambie kila kitu, maana anajua yeye ndiye ako na uwezo wa kukupatia nguvu, yeye ndiye ako na uwezo wa kukufanya ufurahi. Vile mimi sasa hivi nina amani nikisema hakika nitamtukuza kwa kila jambo. Bwana wabariki, Bwana watetee. Shalom. Baba, ninakushukuru, wewe ni Mungu mwenye vyote. Vile mtumishi wako Daudi amenena hapa ya kwamba tukushukuru wewe ambao unayepeana, ambao unayeinua, maana vitu vyote ni vyako. Asante kwa ajili ya siku ya leo ambao umenipa nguvu. Ninakushukuru kwa maana umebadilisha mambo yangu. Asante Bwana kwa ajili ya yule ambaye amesikiza neno hili ama ujumbe huu. Endelea kumtetea na kumuinua. Baba, tutie nguvu, tutetee usiku na mchana.
Kuna mtu pale siku ya leo ameachwa na mpendwa. Kuna mtu siku ya leo ameachwa ama amepatwa na mambo magumu, lakini kile kinachonitia nguvu, nami naomba ukamtie nguvu, tukakushukuru wewe mwenye vyote. Asante Mungu, asante Jehova. Wacha ujumbe unapofika kwa yoyote atakayosikiza, atakayetazama, wacha Bwana ukafike moyoni na kanishike neno hili na nikapate kumsaidia. Kama ulinisaidia mimi, hata utaenda kusaidia huyo mwingine. Na kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru.